na sasa sisi vijana timu ya taifa Harambee Stars matokeo yao ndio wametolewa katika hatua ya robo finali, lakini kama vijana sisi watu wa mashinani tunajifunza nini kutokana na pengine matokeo haya ya timu ya taifa Harambee Stars? Ama ni yapi ambayo pengine mngependa viongozi shirikisho wafanye kutilia mkazo mambo ambayo yanaendelea kule mashinani? I think kama vile umesikia ule pale kwa taekwondo wamesema wanaanza sasa tangu chekechea. Let's think long term. Viwanja vya kucheza siku hizi hakuna. Yes, tunashukuru affordable housing, but we also need playgrounds, watoto wacheze venye tulikuwa kitambo si pia tuacheza. Haya, kuna stadium. Pia watu wale footballer, ukiona yule footballer anatoka jasho ana vumbi hapa mpaka miguu kwa sababu ameenda mbali ili kucheza. Tuhakikishe kila county iko na stadiums in every region, watu wasiende mbali kulipa huku nini. Na pia tuwe fair in the selection na hizo motivation. Ongeza hivi, naona pia Olympics wameongezwa, so pia kuna wanawake, kuna walemavu. Na mbona kuna huu ugumu sana wa miundo misingi, stadium? Maana kila mahali ukizungumza na watu stadium. Ile hali katika ugatuzi kuna wizara ya michezo. Kwani unasemaje mawaziri wa michezo wa kaunti wamelaza damu ama vipi? Hawapigi kelele sana. Inaweza kuwa kwa sababu kama ukiona Mosiri yako kila pahali, usiku wako kila pahali. Wa michezo pia tunataka wamsikie, hata yule waziri wa juu kabisa wa national. Tunataka pia tumsikie. County government sasa hivi kuna pesa nyingi zimeshatoa, zimeakuwa approved. Lakini kwa yule contractor asipopewa hata jenga. Na pia pesa zimekuwa approved juu. Yes. Lakini hazifiki kwa county. Ni yapi pengine ungependa yatiliwe maanani bwana mkazo, angalau kila mtu wanasema this cake is too big bwana, kila mtu angalau imtosheleze? Mimi kitu naweza sema government sasa wameanza project mzuri sana. Tumeona venye wamesaidia players wenye wamecheza CHAN. Kwa hivyo tungewaambia wakuje kwa masinani huku. Kwa sababu hata sisi juzi tulikuwa tunacheza timu ndogo sana, league ndogo sana, hii ya county league. Na kutoka hapo wakati tulienda playoff tukaona player wetu wengine wakachukuliwa wakaenda Premier League. Na kwanza hao hata wajapelekwa trials, wamepelekwa direct. Kwa hivyo nguvu ndio wangeongeza hapa masinani, kwa sababu unapata kumanage kucheza ligi hata hizi za mashinani si rahisi. Unapata hapo ni expensive, unalipa referee, kuna ile affiliation fee, transportation, unaenda away, maybe unatoka Jakaranda, player maybe ni mtu kwao hayuko mzuri, lazima kule kitu akienda, hata uniform, viatu za kucheza kwa hizo viwanja zetu za vumbi. So unapata changamoto, and that's why hata sisi hatungewin hiyo kombe. Ilifika dakika ya mwisho ndio tukakutana na Agnes Kagure, hiyo foundation yake ndio atleta akatupea support, akanunulia boots mpya na manguo mpya, ndio tukaenda tukacheza nayo hiyo kitu, kwa sababu pale umejua ile uwanja ni ile ya turf ya carpet na pale inateleza. So kama tungekuwa na hizo viatu mpya hata tungewin, kwa sababu vijana wetu wanacheza na zile viatu zimeisha, kwa sababu boot ni expensive. So mimi ningeomba tu government kama wanaweza chip in upande wa sport mashinani huku, wasaidie hizi timu ndogo za mashinani. Hapo ndio kuna talent, kwa sababu hata wale wenye walicheza CHAN wanaenda wakizeeka. So watoe talent huku chini wakipeleka juu. Hiyo itatusaidia. Kulikuwa na kauli ambayo wengi wanasema, wanamwambia kocha Benny McCarthy atembee kila mahali kusaka hii talent. Isikuwe kwamba tu ni timu ya taifa Harambee Stars imetengenezwa na wachezaji kutoka Nairobi peke yake. Mbona inaonekana kama kuna ugumu kusaka hizi talent? Talent zipo. Ugumu unatoka wapi? Shida ya Kenya is societal. Sijui nitasemaje kwa Kiswahili. Kwa sababu huyo Benny McCarthy utapata sio Mkenya, ajui Kenya zaidi. Kwa sababu ndio, lakini ajui Kenya. Lazima ashikwe mkono ambiwe sasa leo tuende Mombasa uangalie. Lakini kuna watu hapo katikati watakuwa wanamshika, wanampeleka kwa kona fulani. Wamwambie ni hii na hii na hii. Hakikishe kwamba anaona tu particular people. So hiyo shida iko kwa sababu ya sisi kama sisi timu yetu tuko na wachezaji wazuri na sisi bado tunaona wachezaji wazuri, na tuko sure kwamba huenda watapata nafasi kwa sababu utapata wale wenye wanafanya scouting wanafanya in a certain corner. Utasikia hiyo area kunanga wachezaji. Utasikia mtu kwa mfano huko Eastern, mtu atasema huko tunaenda kufanya nini. So hiyo ndio shida, is more societal than ile reality kwamba mambo ya uchezaji. Lakini kusema hii mambo ya kupatia motisha, ukiangalia majuu tuseme England,
entertainment ya hii football na hii soka hii hiyo ndio one of the greatest economic activity na hiyo bado itaweza tusaidia hapa Kenya kama serikali imeingilia hizi grassroots football ihakikishe kwamba hao watu wamegrow na ni biashara kubwa na vijana pia huenda wengine watoke nje na wengine kwa ligi. Pale Bunge FC Naam. Baada ya kushinda hili taji hivi majuzi, sasa mnapanda juu ama inakuwa? Tunaingia regional. Tutaanza game yetu tarehe 25 Oktoba mwaka huu. Tutakuwa regional na huenda bado tutabuka washindi hapo na tuendelee. Maandalizi ya hiyo regional. Sisi tulianza majuzi, tutaanza polepole lakini ikifika huo wakati tutakuwa sawa, Mungu akijalia. Tunafanya trials ya Bunge FC tarehe 5 next month. So tunaomba player wote mwenye hata ako ushago na naona kuna talent anaweza maybe tamani kwenda kwa Kenya Premier League akuje Bunge FC kwa sababu sisi pale tuko na talent mzuri sana. Akuje trials tarehe 5. Kwa nini zaidi mtu maybe anaweza nitafuta through my phone number, anaweza communicate na mimi 0701 708235. Anaweza nipigia hata kiwa mashinani huko, ni direct akuje Nairobi tufanye trial. Talent. Parting shot pengine? Parting shot, sisi kama Agnes Kagure Foundation tumesupport Bunge FC sana na pia tunazidi we are open ku support hata michezo mingine. Akina mama tuko na Mama Cup inakuja county wide. For now tuna focus na Nairobi but tunafanya hata nje. So yeah, and pia ukitaka kuwa patriot tuna kitengo chetu cha She4She Patriots, una dial *386# unakuwa patriot mzalendo na tuweze kusupport na kuinua sports. Utakuwa Harambee Stars kesho? Kesho nipo ni Harambee Stars kundradi. Unajua sasa ni Harambee Stars. Harambee Stars lakini sio. Harambee Stars lama Harambee Stars. Chris unaona sasa ni Harambee Stars lakini yani ni Harambee Stars. Hali ilipo hivi. Na tulishabanduliwa lakini inamaanisha Kenya ilifaa sana kuwe katika finali hizi. Lakini kimaliza tu Juma ni kwamba yote 9 la 10 ni kwamba uongozi ambao tuko nao katika kaunti zetu inafaa utiliwe maanani sana na uangaliwe vizuri, kwa sababu ikiwa tutakuwa na viongozi ambao si wazuri, kuanzia kwa governor, kuanzia wale viongozi mawaziri, jinsi umesema mawaziri wako wapi, basi tutakuwa na wakati mgumu sana wa kupata wachezaji wazuri. Kwa mfano sasa Nairobi, ndio mpaka ujue Nairobi ni miongoni mwa eneo ambalo lina wachezaji wazuri sana. Kwa hivyo inafaa usimamizi wa Nairobi hasa upande wa spoti ukue kabisa na umakini kuhakikisha kwamba unaongoza bwana vizuri kabisa. Tusianze kupata kama vile wamesema Agnes Foundation imeingia ndani, imeanza kusaidia. Hayo ni masuala ambayo labda kaunti ya Nairobi ingeshughulikia kwa ndani, kama vile Bunge FC sasa hivi wangepata tu kiongozi, wangekuja waangaliwe mahali wamefika sasa, kaunti ingechukua na izidi kwa shughuli. Mtazamaji, ni makala ya Zinizala Viwanjani. Nikumbushe basi mida ya saa 4 usiku hadi saa 5 tutakuwa na makala yetu yale ya Chan 24. Mimi Robinson Okenye, Rogers Shtemi, Cedric Msumba, Davis Mberia na Mutu wa Mrima Daniel Karioki, tukichambua finali hapo kesho kati ya Morocco na Madagascar. Nani ataibuka kidedea? Nani atauteka mji wa Nairobi katika uga ule wa Moi Sports Center Kasarani? Mimi ni wako Hassan Juma. Asante sana kwa muda wako. Shabash.